what we were collecting most is consumption expenditure by households. When we collect consumption expenditure by households, at the end of the day, we intend to produce poverty numbers. And these poverty numbers are normally produced using now the monometric approach, that is monetary approach, where you ask households what they consumed in terms of food and non-food. So when we collect this information, we analyze. We disseminated a report in 2018 that gave poverty numbers for Kenya at 36.1%. Now, when you break this down, you can break down by male, female, you can break by age group and the households. So what you saw yesterday, the first part, where we were saying that female are at 6.2 and male are at 6.1. These are meant information that we had disseminated in 2018. Then below it, we had numbers now by age group. 0 to 17 was 41.5. Then 18 to 35 was 29.1. All that way up to the older ones, which is 70 plus, at 39.1. That information was collated from the report that we disseminated in 2018. Then we have another report that we prepared using the same data, but now using different approach. Now, this different approach is what we call MODA. It's multiple overlapping deprivation analysis. This is whereby now you take the population and look at which other ways can we explain poverty. If you look at the SDGs, goal number 1, it's saying eradicate poverty in all its form. Now, the form number 1 is where I've talked about the monetary approach, which is 36.1. In 2018, all the way to 2020, we worked on another report that is using a different approach, which is what I've said, multiple overlapping deprivation analysis. This method look at other things, which is non-monetary. Yes, we look at education, we look at nutrition, we look at development of a child, like standing, we look at economic. Now, we use the same data set and analyze and produce another report which we disseminated, and it was showing that Kenyans, 53% were deprived in those variables that I've mentioned. Naam, bila shaka mtazamaji, sijui kama unajiuliza kwa nini tumeanza na hoja hiyo, ila bila shaka ni kauli ambayo itakuwa kielelezo cha mjadala wetu wa leo kwenye kipindi Kioo cha Hoja. Nikitumai hujambo popote ulipo, karibu sana. Moja kwa moja tuanze kipindi chetu, ambapo sasa mtazamaji kitakuwa kinaanza mwendo wa saa 2 kila siku ya Alhamisi. Kioo cha Hoja kitakuwa kinakujia hapo kwako sebuleni kuanzia mwendo wa saa 2 kila siku ya Alhamisi. Na leo hii, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la takwimu nchini KNBS ya mwaka 2018, asilimia 36.1 ya Wakenya wana umaskini, kiwango cha kutoweza kupata chakula. Isitoshe, ripoti hiyo inasema kwamba asilimia 53 ya Wakenya wanaishi katika hali ya umaskini kijumla, wakikosa kupata mahitaji mengine ya kimsingi kama vile elimu, afya na maslahi ya kijumla. Ni hali ya kutisha hofu mno, ikizingatiwa kuwa Wakenya wengi kwa sasa wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi, hali ambayo ilifanywa kuwa mbaya zaidi baada ya ujio wa corona. Wakenya wengi wamepoteza ajira, biashara ziliathirika na kusababisha wengi kupoteza kipato. Isitoshe, kuna uwezekano kuwa ripoti ya mwaka 2022, yani mwaka huu, itakapotolewa, basi huenda kiwango cha umaskini kikawa kimeongezeka.
Tutakuwa tukilichambua swala hili leo kwenye kipindi Kioo cha Hoja na wageni wetu, ambapo studioni hapa niko na Steven Mwakesi. Huyu ni mwana uchumi. Katika studio zetu za katikati ya jiji, mtazamaji, nitakuwa vile vile na Michael Mungai ambaye ni mwakilishi wa vuguvugu la bunge la mwananchi. Karibu, mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Ilivyo ada, niko na mwenzangu Rebeka Muluri akiwa maeneo ya fedha, na moja kwa moja tutaanza kutoka kwake. Beki, natumai unanipata. Hujambo kabisa. Sijui kwamba tuanze kwa kutambua wewe mwenyewe unaposikia kwamba tunazungumzia umaskini humu nchini. Umaskini, unaelewa umaskini kwa nini? Nikidhani wa kesho ni kama vile tulivyosikiza hapo awali. Wakati familia ama mzazi anakosa zile hela za kupeleka mtoto hospitali ama kuweza kumpeleka shuleni apate elimu ama hata chakula cha kila siku tu kifika jioni, lakini kabisa hakuna kitu cha kupika. Nikidhani huo ndio umaskini. Basi ikifikia viwango vile ambavyo huwezi afford ile ambayo tunaita basic needs, yale mahitaji ya nadra kabisa, lakini huwezi ukapata mahitaji kama hayo. Sijui unachukulia umaskini kwa nini? Naam, bila shaka Beki, hili ni swala nyeti na ndiposa leo tunalijadili kwenye Kioo cha Hoja. Unajua Beki, mara nyingi mtu mwingine atakwambia kwamba mimi niko maskini, pengine sina gari ambalo naendesha, ama siwezi nikampeleka mwanangu katika pengine shule ya binafsi. Lakini mwingine atakwambia mimi si hilo tu, mimi hata ile shule ya umma siwezi nikampeleka mwanangu. Mwingine hata kile chakula, mlo wa kila siku, chajio, pengine kifungua kinywa haezi akapata. Kwa hivyo wachanganuzi wetu Beki, tutakuwa tunasubiri pengine watufafanulie kwa kina, alafu sijui wananchi wanayapi ya kusema hapo ulipo. Asante wa kesho. Kama ulivyosema, niko katika mtaa wa fedha hapa jijini Nairobi, na nitakuwa nikiungana na wakazi wa hapa na wafanyabiashara. Kuna viatu vizuri sana hapa wa kesho, wafanyabiashara ambao watakuwa wanatueleza maoni yao ni yapi kuhusiana na swala hili, na wale ambao wako pale nyumbani, kuna swali ambalo tunakuuliza kwenye mitandaoni, na pia unaweza kutuma jumbe zako fupi. Tunauliza, unadhani nini chanzo cha umaskini nchini? Unadhani nini chanzo cha umaskini nchini? Na pia swali lingine ambalo tunakuuliza, je, ni njia zipi zinaweza kutumiwa kukabiliana na umaskini? Je, ni njia zipi zinaweza kutumiwa kukabiliana na umaskini? Basi unaweza kutuma jumbe zako kwa nambari 22155 au kwenye mtandao wa Twitter @swakesho_ au @RebekaMwiruri1. Basi wakesho moja kwa moja niungane na wakazi wa hapa, wafanyabiashara. Kama nilivyosema, kuna viatu vizuri sana hapa. Jina lako nani? Kwa majina naitwa David Kimathi. David, unaona unaza viatu hapa hivi. Biashara imekuwa vipi? Sasa hii ni ngumu yani. Acha tuseme si time ya corona tu. Acha tuseme tu yani mwananchi wa kawaida, yani yule wa chini, sasa hii ananga yake. Sasa hii kati ya maskini na tajiri tumejitenga yani. Kuna watu wawili Kenya. Tajiri akitajirika anaungana na matajiri. Maskini anabaki, sasa anakuwa marafiki yake ni maskini. Matajiri urafiki ni wa. Sasa unaona hiyo kama tukiwa hapa, hii kazi si kuinua ni ngumu juu si ujaribu sana kuinua. What if nikipata duka mahali? Sasa unapata ile unapata hapa, economy, mahitaji imekuwa juu. Sasa ile unapata hapa ukigawa inatoshea chakula. Saa zingine hadi unajifinya, saa zingine hata unaweza skip meal. Unapata hakuna utakula, hiyo inakuja. Ukikuja pande ya rent, hiyo sasa ndio imeumiza watu wa Kenya yani. Napata hata unasikia area hata ujue tuseme uko na familia kama sisi vijana tumeoa, wengine wako na watoto, familia ndogo ndogo. Unapata hiyo familia ndogo ndogo, kabla uinue hiyo familia inakuwa challenge asubuhi. Na tuseme kuna tajiri unajua mahali, na huyo mtu mlijuana kitambo na labda alikuwa maskini, lakini sasa ni tajiri.
hawezi kusaidia. Unafikiria solution ni gani? Ile unafikiria ni vipi ambavyo tunaweza, wewe kama umesema unaitwa David, unaweza kujiinua kivipi kama Mkenya, ama unafikiria nini ambacho kinaweza kukuinua wewe ili uweze kutoka kwa ile category umesema kuna gap kubwa sana, ili uweze kuvuka ule upande mwingine, basi useme angalau hata umekuwa tajiri. Sasa hiyo tunaweza sema hiyo ni pande ya government. Juu government sasa kwanza inafaianze na yule mtu wa chini. Unaona? Kama niyo hustler nation, kama inaweza angalia yule mwananchi hapo chini, wewe ni kwa nini uko hapa? Juu kama ni kujituma si ujituma, watu wa chini sasa tunabidii sana kuliko hadi hao wanakalia viti kubwa huko na magorofa na kupanda na lift. Bidii mnayo. Asante. Tunayo. Asante David. Lakini ile chance ndio hakuna. Naomba kuongea na mwingine hapa. Jina lako? Naitwa Dalmas. Dalmas, unafikiria nini chanzo cha umaskini nchini? Tangu basi utainua kofia kidogo tukuone vizuri. Tangu corona ikawa biashara imekuwa chini. Pia hali ya kusumbuliwa na city council wa mtaa. Biashara ya mtu mdogo imekuwa chini sana. Napata mapato imekuwa chini. Sisi tuko na familia ndogo, sasa unapata basics needs hata unakosa hata kutimiza sometimes huko mtaa. Si unapata si hata tulikuwa tuna plague tu gava kitu inaweza tufanya poa. Tupatie time yetu kama sisi hawa hawkers wanya. Hatuna mabase, tuna hawk tu hivi. Tupatie time yetu tusikue tunavurugwa na kanjo. Pia unaona kama hiyo kuvurugwa na kanjo ina make msiuze ama nini exactly? Nataka niangalie Dalmas. Kanjo pia unachangia. Pia hali ya corona, mtu anakuja kununua kiatu anakuambia sai corona, sai tunashughulika tu na corona. Pia hali ya maisha imepanda tangu hii ugonjwa ikama ya COVID. So hali inakuwa ngumu. At most mimi naweza sema COVID ndio imekaa mkuu. Okay. Sasa mwisho kwa haraka sana. Jina lako? Nao ni vijana. Kwa majina naitwa Felix Odwor. Felix, kwa haraka sana. Unafikiria solution ni gani? Tutafanya nini ili tuweze kuimarisha na tutoke kwenye umaskini? Solution nilikuwa naona kutoka government ikaingilia kati na iweze kutafuta space, yani create space za mayouth kufanya kazi. Unapata mkifanya kazi kasa hizi unapata kanjo wanatokea wanakuja wanafurusha hapo hivi. Sawa. Kwa hivyo kazi kwa vijana. Nikidhani hiyo point ya kanjo mwingine alikuwa amesema. Basi wa kesho ni maoni tu ya wakazi. Kuna wengi sana hapa wangependa kuongea, lakini kwa sababu ya muda nitarudisha kwako hapo studioni. Naam, asante sana Beki kwa kauli hizo za wananchi. Bila shaka mtazamaji, nilivyokuarifu hapo awali, ndio mjadala wetu wa leo, na hii ni kufuatia takwimu ambazo zimekuwa vinywani vya wengi sana, hususan juma hili, japo tungali tunasubiri ripoti ya mwaka 2022 ya lile shirika la takwimu nchini. Lakini tukienda na ripoti ya mwaka 2018 ni kuwa mtazamaji, 36% ya Wakenya wanaishi katika viwango vya chini vya umaskini humu nchini. Hawezi wakapata hata mlo mezani, ilhali wengine 53% mtazamaji tunarifiwa kwamba wao hawezi wakapata yale mahitaji ya kijumla kama vile elimu, kuwapeleka watoto wao shuleni, matibabu na masuala mengine ama maslahi mengine kwa ujumla ya kijamii. Ndio mdahalo wetu leo mtazamaji. Hapa studioni niko na Steven Mwakesi, ni mchanganuzi wa masuala ya uchumi. Vile kutoka studio zetu za pale katikati ya jiji. Baadaye tutakuwa tunaungana naye Michael Mungai, inaarifiwa kwamba angali hajawasili lakini tunamsubiri. Moja kwa moja tuanze hapa. Karibu sana. Ujambo? Asante sana, nimefurahi sana kuwa hapa. Asante Sile. Na moja kwa moja umesikia kauli za wananchi pale. Ndiyo. Wengi wao wanalinganisha umaskini wao wa sasa kwanza kabisa na janga la corona. Lakini hii ni hali imekuwepo tangu mwaka 2018. Umewasikiza, una yapi ya kusema? Kwa kweli Mkenya wa kawaida ukimuuliza, yeye mwenyewe anajua hali ya mfuko wake vile ulivyo. Na ukweli ni kwamba tumepata nchi ambayo wananchi wengi hawana ile mbinu ya kujikimu maishani kwa kutumia
zile biashara ama kazi zao za kila siku, kuhakikisha kwamba wanaishi maisha ambayo yatawatoa kutoka kile kiwango ambacho kinaitwa cha umaskini. Na ni jambo la kusikitisha sana, na kwa kweli ukiangazia bado ukimuuliza mwananchi atakwambia sababu kuu haitokani na uzembe wao ama mambo ambayo yanaweza kulimbikiziwa kwao, lakini ni kutokana na labda sera za serikali, za serikali kuu, sera za serikali za county. Umesikia wakisema wachuuzi hapo kuhangaishwa na maaskari wa county ya Nairobi. Kwa hivyo utapata kwamba mwananchi bado anaona kwamba hali aliyonayo sasa inatokana na ukosefu wa uadilifu kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya sera ambazo zinahusu mwananchi, na kuhakikisha kwamba wamefanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida ako na pesa mfukoni na amejikimu maishani. Kwa ukweli jambo kuu ambalo pia tumelipata ni kwamba yale mapato ambayo mwananchi ako nayo anaweza kuyatumia kwa siku, kuhakikisha kwamba amekula, amehakikisha watoto wake wameendelea vyema, amepeleka shuleni, amepata matibabu. Hicho kiwango cha fedha kimepungua zaidi. Na ndio maana unaona takwimu hizo zinasema kwamba ile poverty, yani umaskini, umeongezeka nchini. Na ni jambo ambalo ningependa kuomba washikadau katika serikali kuangazia kwa umakinifu. Je, tutafanya nini kuhakikisha mwananchi wa kawaida amepata pesa mfukoni? Na ni kuangalia sera kutokana na mambo mengi sana. Tutakuwa tunakuja kwa swala zima la suluhu ni gani kwenda mbele. Lakini ningependa tuzungumzie ile hoja ya awali yake Paul Samuoi ambaye ni meneja wa mwandamizi masuala ya utafiti katika shirika la takwimu ama KNBS. Ulimsikiza awali akisema kwamba kidogo anajaribu kufafanua zile takwimu. Anasema tukinapozungumzia 53%, hatusemi kwamba hivi ni viwango vya umaskini, lakini tunasema kwamba hao ni Wakenya kwa ujumla ambao hawezi wakamudu pengine yale mahitaji, iwe ni elimu, pengine watapata mlo ndio, lakini hawezi mpeleka mtoto wake shule. Na kuna hii 36%. Sijui tunapofafanua umaskini kwa nchi kama ya Kenya na tuseme kwamba viwango sasa ni 36% mwaka 2018, tunazungumzia hali gani hapa? Kwa kweli ukiangazia takwimu ama vile wanasayansi wanaweza kutathmini, je, umaskini umefika kiwango kipi? Kawaida sisi hutumia ile ambayo ile kutumia zile takwimu za mapato. Na utapata ya kwamba yule ambaye anaitwa maskini ni yule ambaye anaishi ama anatumia fedha kiwango fulani kwa siku, ili kujua kama anaishi juu ya ile kiwango kinaitwa umaskini ama chini yake. Sasa kwa mfano, tulipokuwa hapo awali kabla ya mwaka 2014, kabla Kenya iweze kusema ya kwamba tunajitoa kutoka kwa zile nchi ambazo zina mapato ya chini kuwekwa katika zile nchi ambazo zina mapato ya kati, yani middle income. Hapo awali tulikuwa tunaangaziwa tukitumia yule mtu ambaye ataitwa maskini ni yule ambaye anatumia shilingi 200, yani $1.8. Alafu baada ya mwaka 2014 ikakuja ikapanda juu, kwa sababu sasa sisi tumekuwa nchi ambayo inajiweza zaidi. Sasa takwimu hizo zikaanza kusema mtu yote ambaye hawezi kupata shilingi 300 kwa siku ataangaziwa ni kama mtu ambaye ni maskini. Hiyo ni mapato tu. Na ukiangalia takwimu hizo kwa sasa inasema kwamba wale ambao wanaishi chini ya kiwango hicho ni kama 16% kwa mapato tu. Lakini kwangu mimi naona ni kama ni 10% na 40. Lakini sasa KNBS ambayo ni idara ambayo inashughulika na mambo ya takwimu ambazo zinatumika, ilikuja ikaona kwa sababu tuna hizi malengo ya maendeleo ya kustawika, yani SDGs, ambao ni mfumo mpya ambao umetolewa na shirika la kimataifa United Nations. Na inasema kila nchi wakati unapoangazia umaskini, hauangalii tu zile fedha ambazo mtu anapata kwa siku ili kujua kama mtu huyu ni maskini ama si maskini. Kuna zile malengo mengine ambayo unaangazia. Haya ni kama mtu huyu je, anaweza kupata ako na masomo? Pahali anapoishi ni pahali duni ama ni pahali kwa maana, yani ana vyoo ndani ama
ako na mabati juu ya nyumba yake, mambo kama hayo. Na pia kama anaweza jipeleka hospitalini na kajilipia. Sasa ukiangazia mambo hayo yote, ndio unapata ya kwamba 53% ya Wakenya, kwa sababu ukimalizana na mambo ya mapato, uongeze je huyu mtu ana nyumba ambaye ya kufaa, je anaweza kujipeleka hospitalini akajilipia matibabu, je watoto wake ama yeye mwenyewe ameweza kujipeleka shuleni na kuweza kujiendeleza kimaisha. Ukizilinganisha zote hivi unapata Wakenya 53% hawawezi kuitwa kama ni wale ambao wanaishi katika kiwango cha juu kupita ile line ambayo imewekwa ya umaskini. Na ndio maana sasa ukiona zinaongea hivyo, Wakenya wengi watakubali, kwa sababu sio mapato tu peke yake. Kuna mtu ndio anapata shilingi 400 kwa siku, anaenda mjengo anafanya nini, lakini nyumba pale anaishi hawezi, ni duni mno. Hana mabati ama madirisha ndo haya yameporomoka. Utapata akienda hospitalini hawezi kujilipia madawa, akiandikiwa madawa yeye yatoka tu yaenda wasema Mungu yupo. Kuna wengine bwana wakienda hivyo hawezi peleka watoto wao shuleni. Sasa akijiangazia hivyo anasema kwa kweli mie ukisema tu ni ule ambaye anapata 300 kwa siku ndio maskini, basi mwanitoa kwa ile hesabu, kwa sababu mimi najua ingawaje napata shilingi 500 kwa siku bado siwezi kujiendeleza maishani, mimi ni maskini kama yule mwingine. Atajiita wale wanajisema sijui wanajiita hustler, sijui wale wanaojiita hustler, utajuaje hao labda ndo wanajiita hustler. Kwa hivyo ukiangalia takwimu hizo na ukiwa makini zaidi, utajua kwamba sio ati jambo tu sio zile mambo yalitolewa tu kwa serikali ili kukashifu serikali kwa kutohakikisha kwamba Wakenya wengi wako katika hali duni ama umaskini katika nchi hii. Inatusaidia wengi wetu sisi ambao tunataka kufanya mambo haya ya serikali na kuweza kusaidia mwananchi kujua ya kwamba tuna kazi nzito sana ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi bali na kupata fedha mfukoni aweze pia kupata mahali kwema pa kuishi, aweze kupata fedha za kujipeleka shuleni ama kujiendeleza kimasomo, apate hata fedha za kuhakikisha kwamba anaweza enda hospitalini na akaweza kuhakikisha familia yake wanaweza pata matibabu. Mambo kama hayo lazima tuangazie kwa ujumla, bila tu kuangazia je ni shilingi ngapi mtu anaenda nazo nyumbani. Na ndio maana ukiangalia mtu yote ambaye anasema anataka kuweka sera za kisiasa ama za uongozi mwaka huu 2022 lazima awe ni mtu ambaye anaangazia mambo haya yote kwa ujumla. Lakini kama taifa kama Kenya, mfano tunapozungumza umaskini huu, maana ni wa hali ya juu kwanza. Sasa tukija kwa corona, bado umesikia wengi wao wanasema hali imekuwa mbaya zaidi. Kulipa kodi ya nyumba imekuwa saa yote ni kufungiwa. Ni nini chanzo cha umaskini kwa mataifa kama vile Kenya, mataifa ambayo bado yanakuwa? Je, ni uongozi mbovu? Ni watu kutoenda shule? Ni nini kile chanzo? Na tunaweza fanyia nini huyu mwananchi tujaribu vile umesema kumtoa katika sasa pengine hiki kiwango cha umaskini angalau apande kidogo? Ukiangalia kwamba tulipoanza ule mwaka wa 2022 2020 yani kulikuwa na corona. Corona ilipokuja na ukiangazia zile takwimu zilizotolewa na Kenya National Bureau of Statistics kuhusu janga hili limetuadhiri vipi kama wananchi, ilionekana kwamba 50% ya fare, yani zile fare ambazo tunalipa usafiri uliongezeka na 50%. Ukapata pia ikisema ya kwamba 30% ya watu hawangeweza kulipa kodi ya nyumba katika nchi yetu ya Kenya. Na janga hili ndio lilituadhiri sote duniani, si Kenya peke yake. Lakini kuna mambo ambayo tungekuwa tumeanza kuweka miundo msingi hapo awali, basi hatungefika pale tulipokuwa hapa. Na jambo hili ni pia nitaangazia kutoka mwaka 2013 wakati serikali ya Jubilee ilipoingia. Iliweka kipaumbele mambo ya miundo msingi kama barabara, stawi ama kuweka stima katika nyumba za wananchi, kwa sababu walikuwa wanasema wanataka barabara kilomita 10,000. Kulikuwa na 5000 megawatts za stima na kuingiza stima kwa nyumba za watu. Kulikuwa na mambo mengi ambayo pia tunaendelea kuyaona mpaka wa sasa. Lakini wakati serikali SGR ilikuweko, lakini serikali inapoenda kuwekeza fedha nyingi ama mapato mengi ambayo inapokea kama kodi ama taxes kutoka kwa wananchi katika mambo ya miundo misingi, kuna mahali pataumia.
na hapo ndo utapata ya kwamba utapata fedha nyingi ambazo zingetumika tuseme kuweka katika kununua zile mbolea, mbegu na kusaidia wakulima kuweza kukuza mazao yao, kuhakikisha kwamba wakulima wa mifugo wamepata usaidizi. Mambo kama hayo yanapata asilimia kidogo sana ya zile fedha ama mapato ambazo tunaziweka katika bajeti. Pia utapata kama mambo kama ya afya ilipata kuathirika pakuu. In fact ni kwamba corona ilikuja kutusaidia sisi kama nchi kuweza kujua hali yetu ya afya. Hospitali zetu zilikuwa katika hali duni zaidi. Na ni kwa sababu uwekezaji mwingi ulienda katika kushughulikia mambo ya miundo msingi, haya mabarabara na vitu kama hivyo, na tukasahau kushughulikia mwananchi ambaye ako na mapato ya chini. Na ndio maana nashinda nikisema ya kwamba kiongozi yote ambaye anaenda kuangalia baada ya Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee, lazima mipangilio yake, maono yake yawe ya kuhusu mwananchi na vile atamuongezea mapato yake kama mwananchi wa kawaida. Tusiangazie tena mambo ya kusema tutajenga barabara zingine ama kufanya miundo misingi mingine zaidi ya yale ambayo tumepata sasa. Tukomee hapo. Mwananchi hali lami, hali reli. Ana yola mahindi ya kila siku. Bei ya mahindi sasa imeongezeka, ukiangazia kutoka mwaka 2013 ilikuwa 100 huko. Sasa imefika 150. Na bei ya mambo ya vyakula vingi katika nchi yetu ya Kenya imeendelea kuongezeka na mapato hayaongezeki. Yakubale pale. Unajua kama sasa taifa la Kenya, mfano hapa siku za hivi karibuni Rais Uhuru Kenyatta anapotoa hotuba yake, tunajua mkesho wa mwaka mpya vile vile waziri wa masuala ya fedha Ukur Yatani alitoa taarifa yake, akasema uchumi wa taifa umekuwa kwa 9.9. Akasema kwamba katika hii awamu ya 3 ya mwaka 2021 uchumi ulikuwa. Lakini Mkenya wa kawaida hata walipozungumza awali, atakwambia mimi sina hela mfukoni. Atakwambia mimi hata hali imekuwa mbaya zaidi. Sasa hapa uchumi unaokuwa ni upije, tunadanganywa, tunachukua mkono mmoja tukitoa, ama hapa ni nini tunachozungumzia? Uchumi kukua inatokana na mambo tofauti. Sio tu ile kusema ya kwamba kuna fedha ambazo zinaingia kwa mfuko wa mwananchi. Kuna yale ambayo tunasema ni gross domestic product, yani vile vitu ambavyo nchi yote inatengeneza kwa ujumla na kuitoa, yani kutumika kama mapato kama ya nchi. Na utapata ya kwamba kwa kweli Kenya inaendelea kuinuka kiuchumi. Lakini mambo mengi ambayo tumeyafanya kwa muhula huu kutoka mwaka 2013 mpaka wa sasa ni mambo ambayo kusema ukweli Uhuru Kenyatta ataweza kukaguliwa baadaye, na ionekane ya kwamba ndio vile vitu ambavyo Rais Uhuru Kenyatta alifanya mwaka ule ndio zilitusaidia sisi sasa kuweza kupanua uchumi na kuhakikisha kwamba mambo yameenda sambamba, kwa sababu saa hizi usafiri au kutoka Mombasa kwenda paka Nairobi na sasa kutoka Nairobi paka Kisumu na uchukuzi kulingana na kutumia reli umekuwa unaonekana na pia bei ya uchukuzi umepungua. Lakini mambo haya ndiyo yanaonekana na yanasaidia uchumi, lakini sio yale ambayo yanahakikisha kwamba hakikisha fedha zimefikia mwananchi. Na hayo ndo mambo sasa lazima yaangaziwe kwa upana na urefu zaidi wakati tunaendelea hapo mbele. Hizi ndo vitu ambazo zinaitwa social protection, kuhakikisha kwamba wale wananchi ambao hawajiwezi kabisa, na wako wale wazee, walemavu, watu ambao hawana hadhi ya kujijenga kiuchumi, wapewe fedha fulani kuhakikisha kwamba wameweza kuendeleza katika majukumu yao ya kila siku. Hiyo ni mambo ambayo lazima sasa tuanze kuangazia. Uhuru Kenyatta alianza vyema, hata wakati wa corona alituonyesha kwamba serikali ina uwezo wa kuhakikisha kwamba watu kama hao wametumiwa fedha katika simu zao na kuweza kujiendeleza. Pia serikali inafaa kuanzisha miradi mingi sana ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi za kujikimu kwa kila siku. Kazi mtaani ni mfano. Na uliona vile ilisaidia vijana wengi wakaweza kupata fedha kila siku kwa mifuko yao. Sasa ni miradi kama hii ambayo yanahakikisha kwamba
watu wengi wamewekwa ndani ya kazi waweze kupata mapato. Viwanda vyote hivi ambavyo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akiwaomba wawekezaji waanze kuanzisha, yafaa yaanze kuanzishwa na waanze kuandika vijana, kina mama, waanze kufanya kazi katika viwanda hivyo. Fedha ambazo zinafaa kusaidia vijana walemavu na wanawake, fedha hizo ambazo zilikuwa zinatolewa hapo awali zilikomeshwa. Hata unaona kwamba vijana wengi hata wachukui fedha hizi kwa sababu ya zile riba ama ile interest ambayo inatozwa katika fedha hizo, imefanya watu wengi wakae kando na mambo kama haya. Kwa hivyo ni muhimu sasa tuanze kuangazia, je, tutafanya mbinu ipi ya kuhakikisha tumepea wale wananchi wadogo urahisi wa kupata mikopo na fedha ya kuendeleza biashara zao. Kama itawezekana pia serikali iandike watu wa kuweza kusaidia wao na wafanya biashara hizi ama kuanzisha viwanda hivi kupata ujuzi zaidi na kuwezesha ili kufanya ile value addition katika vile viwanda vidogo vidogo ambavyo vinaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Naam, bila shaka mtazamaji, Steven Mwakesi hapo anatupa baadhi ya mikakati ya kujaribu kuimarisha viwango vya umaskini humu nchini. Lakini tunavyofahamu mtazamaji, huu ni mwaka wa siasa. Baadhi ya wanasiasa wamejitokeza, wamekupa wewe ahadi, utakuwa unapokea 6,000 kwa mfano iwapo Azimio la Umoja watachukua usukani. Vile vile Naibu Rais William Ruto kupitia bottoms up akona ahadi zake kwamba atakuwa anakupa wewe fedha za kuanzisha baadhi ya biashara. Bila shaka ni swala ambalo tutakuwa tunaliangazia kikamilifu baada ya mapumziko ambayo tunayachukua hivi punde. Lakini kumbuka, kwenye mtandao wa Twitter tumekuhusisha, tumekuuliza ni njia zipi zinaweza kutumiwa kukabiliana na umaskini nchini. Je, ni njia zipi zinaweza kutumiwa kukabiliana na umaskini humu nchini? Vile vile mwanahabari mwenzangu Rebeka Mwirure yuko pale maeneo ya fedha, atakuwa anatuarifu wananchi wanayapi ya kusema kuhusiana na swala zima la viwango vya umaskini humu nchini. Tuelekee mapumzikoni.